Joseph baadaye Mungu akamuinua na alikuwa ameuzwa kama mtumwa. Ikiwa mwaka jana umezungushwa na maasidi na maadui zako, mwaka huu ni wewe utawazungusha. Wachawi wamecheza na maisha yako, mwaka huu ni wewe utakayecheza na maisha yako. Yaani mwaka huu ni kila kitu kinaenda kwao, na wewe unabaki na kile kilicho chako. Bwana Yesu asifiwe. Watoto kuanguka ovyo ovyo, ati unaambiwa ndio stage ya kukua. Hakuna, ishindwe. Hati mpaka kadamu baada ya siku 3 kamwagika. Hiyo damu inamwagika inaenda wapi? Ama kuna madhabahu ya jini Subiani yenye kazi yake ni damu. Kazi yake inatakanga tu damu. Usifikiri kukatwa kidole hivi tu ni kitu ya kawaida, ama ukajikunguta na jiwe chini ni kitu. Si kitu ya kawaida. Mahali popote damu yako inatokezea hivi, usifikiri ni kitu cha kawaida. Kuna kitu kinangojea hiyo damu. Jini Subiani kazi yake ni kunywa damu. Ama unakaa hivi umekaukiwa, damu yako inaisha. Ukiangaliwa na daktari wanasema damu ndio hakuna. Na juzi umeongezewa paindi nzima. Umeongezewa paindi nzima, tukiamuka jana asubuhi hakuna kitu. Imeenda wapi? Kwani damu inakojolewa chooni kama mikojo? Kwani damu mtu akitapika inatoka? Basi inaenda wapi? Si ujiulize swali. Hii ni uchawi. Kuna roho iko mahali, ama kuna mfereji ulio wazi ambao unaingia damu za watu. Kwa hivyo kuna damu ambayo imepungua inatakana ijae. Kwa hivyo wanakusanya kwa paindi moja kwako, wanakusanya paindi nyingine kwa mwingine, nyingine kwa mwingine, ili damu ijae. Hii ya watu waliookoka, wateule wa Mungu, haitaguswa. Na hii tabia ya kutolewa damu iishe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Enda hospitali, pimwa, upatikane ugonjwa kabla hujadungwa sindano kutolewa hemogram nini. Ukifika pale hivi ugonjwa uonekane. Na ukishindikana kutibiwa, hapa tuko tayari, tuna na hospitali, headquarter ya hospitali yote iko hapa. Labu zote ziko hapa. Amen. Kazi yetu ni kutamka tu na Mungu atende. And by the way, uchawi huwa ni kifumba macho. Unaona mtu amefura dude mahali, nyinyi mnaona limefura kweli, na linapewa dawa halisikii. Ni kwa nini? Ni kifumba macho. Kinahitaji nini? Maombi. Ndio macho yako afunguliwe hivi, ile dude hakuna. Naongea hivyo kwa experience ya mtu ambao niliwahi muombea. Kifua chake chote hizi zilikuwa zinatupa usaa, zinatupa. Kila mahali pameharibiwa, usaa unatupa. Na baada ya kuomba ilisimama hapo kwa hapo. Hiyo ilikuwa ni kifumba macho, si kifumba macho. Ni uponyaji gani ambao kama si uchawi unaponanga hapo instant? Mahali pa kukatwa hapo hatuwezi kusema ni kifumba macho. Umekatwa na panga, umejikata. Mwenye amesababisha hiyo alikuwa anataka damu na amepata. Lakini kidonda utabaki ukitibu. Na kuna kidonda chengine zinaletangwa na usiku umelala unasikia unaona mtu amekuja na sindano, amekudunga, ameacha dawa hapo. Ukiamuka asubuhi mwili wote hauna nguvu. Hauna appetite. Kichwa kinauma. Kila mahali panauma. Ukipelekwa hospitali unaangaliwa ugonjwa uonekane. Ukienda ukipimwa unaambiwa ni blood infection. Kumbe ni ile sindano ulidungwa kwa ndoto, wakaingiza infection, wachawi kwa mwili wako. Kisa na maana kuna tupesa twako ulikuwa umesave. Nataka kwenda ununue beli ya mitumba. Ama uende umalize kaploti kako mahali. Umesave kamefika karibu laki. In fact ilikuwa imebaki 5,000 ifike laki. Huku unaambiwa itabidi ulazwe tukuangalie vizuri. Alafu itabidi tumuite specialist aje acheki vizuri, na kuna mtu aliangalia akasema tu ni blood infection. Lakini kwa sababu maandiko yanasema tunaangamia kwa kuto kujua, unasukumwa pale
na unasema mimi ni nani nipinge daktari, wacha niende. Unajikuta uko wako shalazwa, tena daktari ndiye atakaye kuchagua hospitali ambao utalazwa, sije ukalazwa yenye hiyo 95,000 haitaisha. Lazima ulazwe mahali ambapo hiyo 95,000 zitaisha, alafu utafute za mume wako pia aongezee, na atahakikisha una insurance ya kukusimamia matibabu. Hivyo ndivyo adui anafanya. Basi mwaka huu hakuna atakayelazwa nyumba hii, hakuna atakayelala hospitali kwa sababu ya magonjwa. Kama utalala, ulale kwa sababu unajifungua, kwa sababu sisemi watu wasizae, watu wazae, lakini mzae kwa mpango. Sitaki kuona mtu hapa ana mume na amekuja hapa na certificate, anasema naomba ubariki. Ninabariki nini? Kwa sababu kanisa hili hakuna kitu kinaitwa boyfriend and girlfriend. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ikianzanga ndio unaanza kuona ma certificate ya shule za mimba imekuja. Unanipata? Tunaruhusu wale walio katika ndoa tu waendelee kutuletea watoto, na tutawaombea, na watakuja hapa na tutawaombea watoto, tutawakabidhi mbele za Bwana. Amen. Hivyo ndivyo Biblia yangu inavyonifundisha, sio dini yangu. Mimi sina dini. Kwa hivyo tulainishe njia zetu ili tukauona mkono wa Bwana. Amen. Kwa hivyo watoto wetu, waume zetu, mabibi zetu wasikue wagonjwa, na kama ni kaugonjwa kakuje kakipita, ili ukaweze kukumbuka kwamba kuna Mungu wa kumuita. Manake mambo mengine yanafanyika usongee karibu na Mungu. Huwezi kaa tu hivi na utarajie Mungu akubariki. Lazima tuamuke na tuombe, kama vile nilivyosema ya kwamba kuna maombi ya kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 9. Hayo yanazungumzia kile kipindi Yesu alikuwa pale msalabani mpaka kukaingia giza kuu. Huo ni masaa ya kuomba. Ukiangalia masaa hayo, kuna vituko hutokea, kuna kitu hutokea. Mara nyingi unasikia hata hizo nyumba zinazobomoka Nairobi, angalia, pengine masaa ni hayo hayo. Wanaoangukiwa wanaona giza, hawezi ona mwangaza kwa sababu washaangukiwa. Ni hiyo giza iliyokuja wakati huo ya kuwafumbaza wengine. Na giza haiji kwa uzuri. Giza ni ya mwizi, giza ni ya mharibifu, giza ni ya magonjwa. Ndio maana usiku wa manane, mwanadamu akiwa amelala, adui akapanda mbegu mbaya. Kwa hivyo giza inapokuja mahali popote, kuna sababu na kuna kitu kinatendeka. Na nikasema tena, kuna maombi ya kuanzia asubuhi, ya kuomba kuanzia saa 10 asubuhi. Saa 10 uombe. Hayo ni masaa ya kutamuka, kuendeleza kwako kwa hiyo ofisi na ile deski yako unaokalia. Kama we ni mfanyi kazi, mfanyi biashara, tamuka, itisha wateja. Na kuna haya maombi mengine nilisema ya kuanzia midnight